Yesu Bwana asifiwe. Kwa mara nyingine narudia tena kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake kuu aliyoifanya na kuidhihirisha kwetu makutano yote, kila mmoja aliyoyatenda lipo kusudi ambalo anahitaji. La kwanza ni kuona umoja wetu wa taifa ukiendelea mbele na amani yake ikidumu. Sema amina. Yesu Bwana asifiwe sana. Kwa sababu pasipo amani hata kusali haiwezekani tukaendelea. Tutakuwa watu wa shida, wenye misuko. Amani ni kila kitu kabisa. Namshukuru Mungu kwa uwepo wa kiongozi wetu. Unajua huyu kwa kata hii ndio mfalme. Tunalitambua hilo? Kwa hiyo muhisi tuna mtu maalumu, ni mtu mkubwa sana. Na ningependa kumsapoti kwa neno la Mungu katika kitabu cha Injili ya Luka. Mmoja wetu msomaji asome Luka 22 na mstari wa 25. Lakini sipendi kuwaacha mbali wataalamu wetu, kama kuna walimu, kama kuna madaktari, na kama hata kuna vyombo vya usalama, hususan sungusungu na vingine vyombo vya dola kama wapo. Kwa hao wote tunaweza kusimama na tukijidai tunayo majeshi ya malaika yanayohusiana na mapambano ya kiroho, lakini hawa nao ni wa msingi kwa sababu tunayo mili, tumeivaa mili yetu hii. Kwa hiyo kuna ulazima au kuna umuhimu wa uwepo wao sana. Kwa neno hili naomba msomaji wangu soma. Karibu. Luka 22:25. Mstari wa 25. 22:25. Biblia inasema, akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Asante sana. Yesu Bwana asifiwe sana. Huitwa wa namna gani? Huitwa wenye fadhili. Yesu alitoa mwelekeo na mwongozo wa viongozi wanaofaa, wanaostahili, wasio mafisadi, maana yake ambao wanayapokea pengine mafungu kutoka hazina, yanapoingia halmashauri wanatenda kwa weledi, wanawajibika na wanahusika, wanakuwa na fadhili. Utaona wanaleta maji, wanaleta umeme, hizo zote ni nini? Ni fadhili zao. Wakitaka wanaacha. Mkipata diwani asiye na fadhili, ndio maana unakuta kata zingine wanalalamika. Lakini kwetu hapa tunayo neema kubwa. Ahadi ya bomba imetolewa mahali hapa. Sema amina. Lakini ushawishi wa uwepo wa nguzo ya umeme ameahidi. Hawa ndio waliosema Yesu, wafalme wanaowatawala, wenye uelewa na wenye uelekeo ni wenye fadhili. Mkiona hana fadhili, maana yake hatufai. Hata mara nyingine kula sio rahisi kumpa, si ndio? Lakini mtu kama huyu tutamnyima kula mara nyingine? Si tutajitokeza kwa kishindo? Hata kama ni saa ya ibada tutasema tuiahirishe kidogo kuomba, hata kesho kupo, twende tukampe kula huyu mheshimiwa. Yesu Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anaonyesha ufadhili aliyotamka Yesu juu yao wafalme wetu. Leo tunaye mfalme wetu wa kata hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Mungu akubariki sana kwa kweli. Ubarikiwe sana. Na mimi niliko atakuombea. Asante sana. Yesu Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, ni siku ya nini? Ni siku ya Pentekoste. Wakati ule kule Yerusalemu, siku kama hii ya 50. Unajua Yesu alizunguka hapa na pale katika mipaka ya Uyahudi na nje ya Israeli, pembeni. Kwa mfano Sidoni na sehemu zingine ilikuwa nje ya himaya ya Israeli. Sasa basi, akiwa anahubiri, akiwa anafundisha, walimsikiliza, walimuelewa, alipata wafuasi na kanisa lilianza. Yesu Bwana asifiwe sana. Lakini walikuwa bado, kwa sababu walipewa mipaka. Akawaambia msiondoke mkatawanyika kabla ya uwepo ujio wa Roho Mtakatifu, na kweli wakafanya hivyo.
siku ya kwanza, ya pili, Yesu alifufuka mpaka siku ya 50 kama hii ya leo. Sema amina. Yesu anasifiwe sana. Kama hii siku ya leo, siku ya 50, wakiwa mahali pamoja tena ghorofani. Kumbe tuliokoka ni wa juu. Tumewahi, waliotutangulia walikuwa wanakaa hadi magorofani. Yesu Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tupande viwango vya mtizamo yetu. Sema amina. Tupande viwango vya mtizamo. Kama walioanza kanisa siku ya 50 walikuwa juu ya ghorofa. Kwa hiyo na sisi tupande viwango vya maskani yetu na makazi yetu. Yesu Bwana asifiwe sana. Sera ya taifa iko vizuri. Mwenye kushindwa shinde mwenyewe. Iko vizuri kabisa. Kabisa wako hapa. Ilani yao ya Chama cha Mapinduzi kinachoongoza nchi yetu sasa iko vizuri, tuliichagua tukaipenda. Sema amina. Kwa hiyo kama wao walibaki magorofani na sisi, basi ndio maana hata majengo yetu inaendelea kufanana na wakati. Sawa? Kwa nyakati hizo wakiwemo pamoja katika jengo hilo watu 120 walikuwa wameonyesha utulivu kuingoja ahadi ya Baba, lakini wakiwemo ndani 120, nje yake walikuweko wengi waliookoka kutoka mataifa mbalimbali. Yesu Bwana asifiwe sana. Naomba usome message hiyo katika sura ya kitabu cha Matendo 2 mstari wa 5. Walikuwa wengine wengi nje. Usifikiri kazi ya Kristo ilikuwa ndio hao 20. Walikuwa hata nje wanasikilizia. Kwa sababu hao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Kwa kuwaogopa Wayahudi tu ndio maana walijifungia, lakini walikuwa hata nje. Yesu Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata leo ninamshukuru Mungu, katika ibada hii tuko wengi kabisa, watu wa dini mbalimbali tuko hapa, kama ilivyokuwa siku ya Pentekoste. Wayahudi na wasio Wayahudi walikuweko pamoja. Nje ya jengo hilo walikuwa wamesimama na wametulia, wakisikia na kusikilizia kinachoendelea katika orofa hii. Naomba msomaji soma. Biblia inasema, na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Yesu Bwana asifiwe sana. Watu wa kila taifa chini ya mbingu walikuweko nao pia, si ndio? Kwa hiyo jamani, ibada kama hii ya leo imetukusanya watu wengi. Nimesikia kuna FPCT, lakini labda kuna EAGT, labda kuna madhehebu mengine ambayo sio dhehebu hili, lakini kinachomata sana ni wale wana wa Mungu, si ndio? Sote ni wana wa nani? Haisemi dini hapa. Hata wakati ule kule Yerusalemu haikuhusika dini, walikuwako wateua watu wa kila kabila. Basi na siku ya leo tuko namna hiyo hapa. Baraka za Bwana zitakaposhuka hazitabagua dini. Yesu Bwana asifiwe sana. Itakuwa ni kwa wote. Tena neno la Mungu katika Yoeli linasema kwamba wote wenye mwili. Amen. Wote wenye mwili. Binadamu lakini sawa, maana hata nyani wana miili. Sasa hawahusiki na ahadi ya Baba. Yesu Bwana asifiwe sana. Lakini wanadamu wote wanahusika na ahadi ya Baba. Unajua ahadi ya Baba ni nini? Ahadi ya Baba ni uwepo wa Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu, akiendelea kuhamisha maskani ya roho wabaya walioishi ndani ya mtu huyo. Yesu Bwana asifiwe sana. Mungu alipomuumba Adamu, baadaye Eva alimfanyia holi katikati, nafasi wazi ambayo inahitaji kaliwe na chochote kile chenye kuabudiwa. Kwa hiyo mtu yeyote anapomkosa Mungu lazima awemo shetani ndani yake. Yesu Bwana tusaidie sana. Sasa tulivyokutwa katika mazingira yetu, kabla hatujaokoka tulikuwa na miungu yetu, tulikuwa na roho zinazotuongoza, zinazotuendesha, zilichukua nafasi katika himaya ya umbile letu. Sasa basi, baada ya kuokoka
Nafasi hiyo lazima ichukuliwe na uungu, nafsi ya tatu, Roho Mtakatifu. Yesu Bwana asifiwe sana. Mimi natamani, Yesu Bwana asifiwe sana. Unajua, sio kwamba hatuna Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa umekwisha jazwa Roho Mtakatifu na kweli yumo ndani yako, lakini kuna kitu kujaa, lakini kuna tendo lingine kububujika. Sema kububujika. Kububujika maana yake ni kujaa na kufurika na kumwagikia watizame na wengine kilichomo ndani. Yesu Bwana asifiwe sana. Haleluya. Waone na wengine kilichomo ndani. Tunasoma katika, hebu labda tusome kidogo. Tuone tu ahadi hiyo katika Isaya 44 mstari wa 3. Isaya 44 mstari wa 3. Katika kitabu hicho ni cha nabii aliyomtangulia Yesu karibu miaka 400 hivi, lakini kwa sababu naye alikuwa na Roho wa Mungu, aliona mambo yatakayoupata ulimwengu nyakati za uwepo wa Yesu na baada ya kutoka kwake duniani, baada ya kuwepo kwake na kutoka kwake duniani, ile siku ya 50. Huyu nabii aliona na akasema, hii ni ahadi ya wote. Karibu msomaji. Biblia inasema, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga Roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa. Baada ya utakaowazaa. Kwa nafasi hiyo leo ni